Hello, habari. Huyu ni Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Ya leo nataka ni share na nyie swala zima la yani mimea herbs. Nini inaitwa? Herbs, dawa muhimu za asili ambazo mimi na kuaga nazo. Yani hazinikosi kuwa nazo kwa sababu hizo zinatibu magonjwa yani yote. Mimi nikiona tu kwangu haeleweki, cha kwanza nikichunguza labda sielewi kizazi chake kikoje, yani eti kinyesi chake kikoje, sielewi chochote kile, kitu cha kwanza kumpa ni hizi dawa. Dawa ya kwanza kabisa ni tangawizi. Yani mimi kwangu tangawizi haikosi. Dawa ya pili ni kitunguu saumu. Yani hiyo kitunguu saumu haikosi. Ingawa yes, ni kitunguu saumu haikosi. Ingawa kitunguu saumu sometimes vinaweza vikaharibika na nini, lakini havikosagi. Dawa ya tatu ni pilipili, nayo sikosi. Hata kama nikikosa ila nitajitahidi niwe nayo. Dawa ya nne ni manjano. Manjano sikosagi manjano kabisa. Kama leo kwangu nimewapa manjano na pilipili. Dawa ya tano ni mwarobaini. Yani na aloe vera. Yani kati ya hizo dawa tano at least niwe na tatu. Hizo dawa sita lazima niwe na tatu. Yani at least niwe na dawa tatu. Ili kuku wako ukiona anaanza dalili yoyote, unachanganya dawa kati ya hizo tatu unampa. Awe ni anasinzia, awe ni ana mafua, awe ana chochote kile, unaanza huduma ya kwanza ya kumpa hiyo. Yani hiyo ni tiba moja nzuri sana. Yani hiyo ni first aid moja nzuri sana kwa upande wangu mimi. Yani mimi inanisaidiaga sana. Yani mimi nikiona kuku simuelewi tu, mbona kama anasinzia hachangamki, nikimwangalia hana kidonda hana nini, labda unaangalia kinyesi huelewi, unaona mbona kinyesi kiko sawa, ukimwangalia hana mafua, mimi nampaga hiyo nandi hiyo michanganyiko kati ya hiyo, na nikimpa siku 2 tu au siku hiyo unashangaa unaona tofauti. Kwa hiyo hizo ndio dawa zangu muhimu sana sana sana. Yani nikiwachanganyia kwenye maji hizo dawa, nikimchanganyia huyo kuku, kwa sababu nikimchanganyia yeye lazima niwape na wao wengine, ili kama kuna maambukizi yoyote ni yaue yote kwa pamoja. Lazima kuku wangu warudi kabisa kwenye hali yao. Yani unashangaa huyu anapona, kama alikuwa hawezi kutembea vizuri, alikuwa hana nguvu, alikuwa hataki kula, alikuwa anaharisha, yani chochote tu nikiwapa hizo dawa unashangaa wamekaa vizuri. Ukiwapa michanganyiko kuanzia 3 na kuendelea, unakuta kuku wako wanakaa vizuri sana. Ila kwa mwarobaini ile ina nguvu sana. Kwa mfano kama mimi huku Arusha mwarobaini mimi sijaona, na kama ipo labda itakuwa kwenye shule za msingi hivi. Kwa hiyo inakuwa ni ka process kupata. Kwa hiyo mimi nikiendaga kijijini kwa bibi yangu, ninachukuaga mwarobaini, yani ninakuaga na furushi langu, ninaondoka langu na limfuko langu la mwarobaini nimejaza, na kuja na chemsha na hifadhi kwenye madumu, na nyingine ninakausha juani na saga, inakuwa kama poda. Hicho ndicho ninachokifanya. Kwa hiyo unaweza ukafanya hiyo njia. Na mwarobaini ukiuchemsha, ukihifadhi, unaweka bakteria fulani viwe huko. Yani kuonyesha, sijui mtaona kuna vitu vyeupe vya pale. Huu mwarobaini mimi niliuchemsha nikauweka, na sasa hivi ndio nimewapa kuku wangu siku 2 juzi na jana wakanywa maji. Nimewapa siku 2, afu jana ukawapa maji, leo nimewapa hii pilipili na manjano. Kwa hiyo niliwapa hiyo baada ya kuona utagaji tu ulishuka ghafla. Kuku hawakawa appetite, hawana vizuri. Nikasema hebu ngoja niwape mwarobaini. Nimewapa kwa siku 2. Sasa hivi wamerudi, jana wamenitagia vizuri kabisa kama kawaida yao. Kwa hiyo hizo ndio dawa muhimu ambazo mimi sikosi. Unachanganya tu kwenye maji. Kwenye hiyo mwarobaini unaweza ukauchemsha, ukaona wameweka bakteria, ukaona wameweka kama ukungu mweupe kwa juu. Sasa ile ndio tunayoitafuta, kwa sababu ile ni good bacteria kwa kuku, nzuri sana. Yani ile ni nzuri sana. Kwa neno la kizungu wanaita prebiotic. Yani ni kama ni kama yani ile ni kama antibiotic fulani kwa kuku. Yani ni good bacteria. Unajua kama watu ambao wanatumia dawa hizi za madukani zinauaga good and bad bacteria, hazichagui. Lakini ya asili inaua bad bacteria, inaacha good bacteria. Kwa hiyo kuku wako unakuta anakuwa na kinga ya mwili, ina proof na kila kitu na nini. Kwa hiyo ukiwapa, ukiona ule utandu kwa yule ambaye ataichemsha, asije akaona imeharibika, aone hiyo ni sawa kabisa, na anaweza akawapa kuku wake kwa hii dawa
mpaka pale atakapoona mbona kama sasa hivi haieleweki, kwa sababu ikiwa na huu utandu hainuki vibaya. Yaani hii bakteria hivi utandu mweupe ukiweka kwa juu hainuki vibaya, inanukia vizuri. Ila ukiona sasa mbona kama sasa hivi sielewi, ndio unaweza ukasitisha kuwapa kuku wako. Ni hayo tu wapenda katika Bwana. Mungu awatunze, awabariki, abariki kazi ya mikono yenu. Jamani, Mungu awape wema, wepesi, chochote ambacho adui amekifanya chochote juu ya ufugaji wenu, Mungu awaondolee kwa imani yako unavyoamini. Amen. Jamani, msisahau ku comment, ku like, ku subscribe. Bye bye.